Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha sana mpenzi mtazamaji wangu katika mfululizo wa kujifunza juu ya amri na sheria za Mungu. Karibu sana. Katika somo la leo pia nimekuandalia uelewa sahihi wa neno la Mungu. Nikukaribishe sana, na kabla tujaenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo, ninakusihi tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakusihi ukatupatie uelewa sahihi pamoja na mtazamaji wangu ili tuweze kuyatenda yale mapenzi yako. Ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji, tunapofikia katika miisho ya ulimwengu, wakati ulimwengu unapofikia kikomo, ni muhimu kuwa na uelewa sahihi juu ya amri za Mungu. Na siku ya jana tulijifunza juu ya amri 10 za Mungu, na tukaona ya kwamba wokovu u mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri za Mungu. Katika siku ya leo ninatamani tuangalie katika habari ya amri za Mungu juu ya upendo. Jana tuliona amri za Mungu zinadhihirisha tabia yake ya upendo, na hivyo haziwezi kubadilika kamwe. Kwa namna yoyote ile, amri za Mungu haziwezi kufanyiwa amendment yoyote au marekebisho yoyote. Sheria ya Mungu haibadiliki kamwe. Kama yeye alivyokuwa mkamilifu, na ndivyo sheria ni kamilifu. Kumekuwa kuna uelewa wa tofauti mahali, na kuna nyakati tumekuwa tukimnukuu Yesu vibaya katika juu ya amri zake. Sikiliza, ninatamani tupate uelewa juu ya sheria ya Mungu. Katika kitabu cha Mathayo 22 na fungu lile la 35, najaribu kusoma kwa habari ya amri kuu 2 ambazo Bwana alisema ni sheria, ni amri za upendo. Na ndipo watu baadhi wanachokisema ni kwamba amri hizi zimekaa kwenye upendo. Kwa kama tukipenda, hakuna haja ya kutii amri za Mungu. Ni kweli Yesu alisema hivyo, nami ninasoma katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 35 na kuendelea. Nalo linasema, mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, akasema, Mwalimu, katika Torati ni ipi amri iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. 39 anasema, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Nami ninapenda fungu la 40, Yesu anamaliza kwa kusema, katika amri hizi 2 hutegemea Torati na manabii. Kwa hiyo Yesu anatuelekeza kwa habari ya kumpenda Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa moyo wetu wote. Na anasema hii ni amri iliyo kuu, na ya pili yafanana nayo, nayo yasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Alafu anamaliza kwa kusema jambo muhimu sana. Anasema amri hizi kuu 2 zinategemea Torati yote na manabii. Kwa hiyo amri hizi zinaeleza kwa habari ya upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo upendo kwa Mungu, mwanadamu kwa Mungu. Alafu ya pili ambayo ni kuu, anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hii kuu ya pili pia inaeleza kwa habari ya upendo kwa mwanadamu kwa mwanadamu, mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Nami natamani kurejeshe katika kitabu cha Kutoka 20, maana amesema katika fungu la 40, amri hizi kuu 2 zinategemea Torati na manabii. Kwa tutarudi katika Torati na manabii, tuangalie amri 10 zimekaa katika namna gani. Tunapata mchanganuo gani katika amri 10? Na ndipo tukifika katika kitabu cha Kutoka 20, tunakutana na amri 10 za Mungu. Na amri hizi zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake, na kundi la pili ni upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Ni namna gani Mungu wetu alivyokuwa na upendo. Amri ya kwanza, kipengele cha kwanza,
Amri ya kwanza anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana hataki tumchanganye. Lakini anasema amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu chochote wala mfano wa kitu chochote. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ikumbuke na uitakase siku ya Sabato. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kuanzia amri ya kwanza mpaka ya 4 inaeleza upendo wa mwanadamu kwa muumba wake, inaeleza upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake, anavyosema usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, wala na uikumbuke siku ya Sabato itakase. Anaeleza habari ya upendo wa mwanadamu kwa Mungu, kwa aliyemuumba. Na kuanzia amri ya 5 mpaka ya 10 inaeleza habari ya upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake. Anasema usiibe, usizini, usiue, usimshuhudie jirani yako uongo, wala usitamani. Amri hizi 10 zimegawanyika katika makundi hayo mawili. 4 za kwanza zimegawanyika katika upande wa upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake, na hizi 6 zimegawanyika katika upande wa kumpenda mwanadamu mwenzako, uhusiano wa mwanadamu kwa mwanadamu. Kama vile Kristo alivyosema katika fungu la 40 ya kwamba amri hizi kuu mbili, ya kumpenda Bwana Mungu wako na kumpenda jirani yako kama nafsi yako, inategemea Torati na manabii. Kwa hiyo tunatoka katika mustakabali na uelewa ambao ni hafifu na hila za mwovu shetani, ya kwamba kupenda tu hakuna tosha na hakuna haja ya kutii amri za Mungu. Ni uongo wa mwovu shetani, wapendwa. Upendo na utii katika amri za Mungu vinaendana sambamba. Na ndivyo tukasoma jana katika Mathayo, katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 15. Bwana anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo Yesu ambaye tunampenda anadai ya kwamba tujapompenda yeye, tujaposema tunampenda, lazima turudi kwenye amri zake na tujihoji wenyewe ya kwamba je, tumezitii amri zake? Isije ikawa tunatenda tofauti huku tukidai ya kwamba tunazitii amri za Mungu. Katika wito huu wa kutii amri za Mungu, nami ninafurahi kushiriki somo hili pamoja nawe, na uelewa sahihi ya kwamba Bwana alitueleza ya kwamba kwa habari ya kumpenda Bwana Mungu wako na jirani yako kama nafsi yako, tujue ya kwamba moja kwa moja inategemea Torati na manabii. Kwa tukirudi katika amri 10, tunapata amri ambazo zinatuelekeza kumpenda Mungu na zinanielekeza kumpenda jirani yangu kama nafsi yangu. Bwana kubariki sana. Uwe na wasaa mzuri, uwe na tafakari njema.